kuzoeana. Akikosa naomba msamaha binti muungwana. Nami namwambiaga mashallah nakupenda mama. Wanaosema watalala jua likizama. Usikwepeshe macho, mini wako, ringa kwa wenzako, uko peke yako. Usikwepeshe macho, mini wako, ringa kwa wenzako, jivunie chako. Nitarudi mapema uliwaze, washike bango katutangaze. Nitarudi mapema uliwaze, wabebe bango katutangaze. Nini? Wanajua fika nimefika wanivuruge. Wanajua wabondeni akiomba masika taitwa bwegege. Wanajua fika nimefika wanivuruge. Wabondeni akiomba masika taitwa bwegege. Wakisema we ni pepe, nishike baba niweze, nicheze. Wakisema we ni pepe, maja koga unibebe, linda na moyo wangu, ili kwako niwe peke yangu. Linda na moyo wangu, ili kwako niwe peke yangu, my baby. Music Friday. Shida tumezaliwa nazo baby, aibu wanaita vikwazo yani da. Basi ayuyuya wachukucha, ayuyuya wachukucha, ayuyuya wachukucha, ayuyuya wachukucha, achukucha. Piga kelele. Music Friday. Nimeipenda hiyo. Tuko live. Noma sana. Mbona kama na Juma inakubali Mbona kama na Juma Tundoke kama inakubali. Inakubali. Music Friday. Inakubali. Au unasemaje? Sawa. Twende naye bwana, hii hapa bwana. Navyojua naitwa Juma, anachukia kubeba vyuma sana. Penzi wake mkubwa Fatuma, sema kweli wanapendana, ila Fatuma na Juma, sema kweli wanapendana. Unacheka kwa dharau. Una matatizo. Juma kazi yake boda boda, kukimbiza na roji na wakuda. Riziki yake buku moja moja, ila achi kuomba Muumba. Nae Fatuma ishi kuomba, mumewe asikutwe na majanga. Watazame mapenzi yao ya furaha, wakigombana wanayamaliza, hawajali hata wakilala na njaa. Ukiwaona kama wameshiba, ni kama kuku na bata walifanya harusi chumbani. Walifanya harusi chumbani. Fanya harusi Fatuma na Juma, kweli wanapendana. Nimeona niwaimbie na wao wafurahie. Fatuma na Juma, kweli wanapendana. Wanapendana sana. Zulia. Fatuma ni mtoto wa mzee Marijani, na mzee Marijani ni mtu mwenye dini sana. Nakumbuka ilikuwa mwezi wa Ramadhani kabisa, walimkuta Fatuma yupo na Juma ndani. Basi Juma wakamlazimisha kuoa. Lazima ufundisho ya mkeka leo. Walidhani wakifanya hivyo atamkomoa. Nasemaje, huyu binti yangu alikuwa bado kabisa mambo yake. Tazame mapenzi yao ya furaha, wakigombana wanayamaliza, hawajali hata wakilala na njaa. Ukiwaona kama wameshiba, ni kama kuku na bata walifanya harusi chumbani. Walifanya harusi chumbani Fatuma na Juma,
Hiyo ngoma ni ngoma ya bei nyingi sana. Yani, if you don't believe me what I say right now, ngoma ya pesa mingi. Nadhani ni ngoma ambayo kila sehemu kama utaenda kufanya performance lazima uambiwe, usituache hivi. Unajua kuna ngoma kuna ngoma kama unachama iki wewe unaustumaliza unauliza mashabiki. Ngoma yako gani ya ushindi? Kama hujaimba inakuwa tatizo. Kuna hii afu kuna mchicha mwiba. Ni ngoma ambazo za ushindi. Kumbe mchicha mwiba tambichi unaliwa. Kwa nini sina kaumu? Kwa nini niteseke mimi? Leo nasema mwekundu hayupo, manjano hayupo. Kote rangi zote hayupo. Mara mweusi amejificha hapo. Alafu kijivu hayupo. Kijani hayupo. Huyo ndo kikuracho babu kingoni mwako. Hata kutenda watende wao wasingizie wenzao mama. Hawayaoni makosa yao wanaona ya wenzao. Hawa ndio kamilioni. Geu vinyonga kamilioni. Kamilioni. Vigeu vinyonga kamili. Kumbe mchicha mwiba tambichi unaliwa. Kumbe mchicha mwiba tambichi unaliwa. Kama sana hiyo, kama hujaimba lazima uletewe. Usituache hivyo bwana, hizi inakuaje? Hizi usheku kufanya ngoma alafu yani labda kuna ngoma unaweza kao uliachia ni kwa sababu ulimpa collab, labda alikuvimbia au ulikuwa unatamani akae mtu lakini ili shindikane nena hao, lakini unajua kasa ngoma nimeachia lakini inaniuma ile angekaaga fly ile. Simba wakaniambia ni ngoma gani ambayo kwako unaona ilikuwa inatakiwa kufanywa kitu ambapo kitu labda akijafanyika huenda mtu alileta uzito au Simba wakaniambia ina ngoma jina la ngoma na msanii. Unaona kabisa kwamba ile itakuwa kae fulani yani mimi nyimbo ambayo ilikuwa inatakiwa akae mtu kwa bahati mbaya sikuitoa. Sikuitoa kwa sababu nilimbaga na Rayvanny. Ilikuwa ngoma kali sana. Lakini kwa bahati mbaya yeye alipiga chorus, mimi nikapiga verse, ilikuwa aje apige verse tena. Haijawahi kujirudia. Yani hajawahi tena kurudi. Yani yeye hajarudi tena studio. Sijajua kwa sababu gani, lakini yeye mwenyewe alikuwa anaipenda sana nyimbo. Yani ulikuwa na collaboration na Rayvanny. Yes. Na aliitikia wito na akasikia na mkaenda studio. Of course kwamba tulikutana studio. Tulikuwa studio wakati tunaimba. Umeona tukapata kitu kizuri sana. Ile mambo ya weka yakaweka chorus. Mimi nikaweka verse. Baada ya hapo ikaishia hapo project haijaendeleaga tena. Kwa hiyo kwenye verse ndo hajarudi tena. Yes. Na nilimtumia akasema mimi bwana verse natakiwa nitulie sana. Hii verse yako inaonekana mbona kama umeua hii. Ngoja nitulize akili basi. Imechukua muda gani kutuliza akili? Ni muda sana. Yani kwa mfano labda inaweza ikawa inafika sasa hivi 5 years. Miaka 5. Hiyo ngoma ipo kichwani hapo ulipoimba ili niangalie hata kama mimi ningelikuwa Rayvanny labda. Yani tuliimba tu, yeye alimba. Wewe umeimbaje? Nataka nione ili nione nataka mimi ningekuwa Rayvanny. Sasa kwa biti nakubali. No. Haikubali. Nipe ataka. Nipe mchesi ukicherema nsije mwezi mzima. Maana nikafatisha kina Mwajuma zao ni kununa. Tatizo unakamia sana. Na muziki hautaki hivi. Sawa, niko na hizi mara lakini niko na Makodi, niko na HR Mayuzi. Bwana Makodi, hapo usikae kimya bwana. Hem, twende hivi basi. Makodi. Yeah. Makodi. Wewe meneja Makodi. Yeah. Lete vitu Makodi. Nini? Mapenzi yana utamu na raha, bila pinda pasipo tamaa. Mapenzi hayahitaji sana, hapo ndipo utapona raha. So chakula ila matamu bara, simba mkali ajabu anaza. So chakula ila matamu bara, simba mkali ajabu anaza. Mapenzi mabaya nani kakwambia? Labda ulie naye ndo hajatulia.
mimi niliye naye ametulia, ashachaga hizo tabia. Sema mapenzi la kupendana raha, oya mapenzi raha kupendana raha, mapenzi la kupendana raha. Nini? Mapenzi matamu. Mapenzi yana utamu na raha, ila penda pasipo tamaa. Mapenzi hayahitaji sana, mapenzi matamu. Hapo ndipo utapona raha, so chakula ila mapenzi yana raha yake. Kibati fulani hivi ambacho kinanikumbusha mbali, kinakumbushi mbali, inanikumbusha mbali sana. Chama Yus, kama ulikuwa unaitamani hivi sana, hebu twende basi. Twende Chama. Washa masemo je babu. Sio mbaya. Anyways, 0621797455 niko na Easyman, niko na Makodi, niko na Chama Yus. Leo ni Music Friday, kwa tunajiachia sana hapa. Wacha nikwambie, British School, elimu ya sekondari huria. Idani unaenda pale unapiga shule na shule yenyewe inakukubali na kuwapoa sana. Nenda pale sasa hivi. Ndio kajiandikishe bwana. Ufanye usajili na nini, mambo ya fresh na uanze kupiga shule. Inawezekana labda hujapata elimu ya O-level, sasa unataka kwenda kusoma. Ni miaka miwili tu, yani maana bonge moja la shortcut. Unajua miaka mingi inaweza kuwa mingi sana. Miwili basi inakutosha kabisa, na walimu wao ni wazuri, wamebobea sana kwenye hii taaluma yao. Ina maana ukifika pale wanakupa code namna gani unatoboa. Yani wanakupiga zile topics ambazo ngumu zile zinavunjwa na miaka miwili. Ushapiga topics zako za form 3 na topics za form 4. Pepa ile pale unafanya mambo yako, maisha yanaenda. Changamka sasa hivi, wako mwengi zamani kanisa la KKKT. Namba yao simu ni hapa 0655 400 na 0755 inakuwa poa 400 wacheki humo fresh kabisa. Naam. Bwana, pazuri sana. 0621797455 ukiandika SMS yako hapo mimi napita nayo na fresh tu inakuwa poa sana. Niandikie hapo. Watu wanasema leo kweli ni Music Friday Easyman. Labda kuna kibao chochote unataka kusikia kutoka kwa Easyman, sio mbaya. Nadhani kuna mwanadada ambaye tulikuwa naye kwenye genge anaitwa Sasha. Yani ngoma ya Fatuma na Juma. Ni ngoma yake best. Yani ilikuwa kuna kipindi hii ngoma mimi jamani. Hatari sana. Yes, nadhani ni ngoma ambayo still sio ile tu, hata hii ngoma unachiana nini kali. Tutakuja kupiga story nyingi zaidi na maisha. EFM TikTok 2026. Tunakusikiliza. Je, wewe ni content creator au una content kali lakini bado hujapata ramani sahihi ya kufika mbali? Pengine mishe zingine zimegoma na social media ndiyo tegemeo lako, alafu namba hazipandi, simu haziiti. Usijali familia, tuna jambo lako kubwa. EFM tuko hapa kwa ajili yako. Hapa tuangalie followers wako ni wangapi, tunaangalia kipaji chako tu. Tuma content yako kali kupitia WhatsApp number 0769811200. Usisahau kufollow mitandao yetu ya kijamii @EFM Tanzania. Content creator, tuna kazi na wewe. Tunaitwa Robbie One Fashion. House of Fashion ni duka namba 1 la kusimamia ubora wa mwonekano wako. Na tuna ujumbe kwako wewe kijana, baba au watoto pia. Ni kwamba tukabidhi swala lako la mwonekano wako, tusimamie na naamini hautajutia. Robbie One Fashion tuna uzoefu mkubwa na fashion na masuala yote ya kupendeza. Na hapa mteja akipendeza ndiyo furaha yetu. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwenye simu namba 0757 50 0333 au namba 0773 50 0333. Unataka nguo bora na zenye viwango vya juu? Basi karibu Robbie One Fashion, the house of fashion. Fanya kweli, usibaki nyuma. Kuna kitu cha kupendeza kuhusu mtaa ulio safi. Unakuwa na utulivu, unavuta hewa safi na kila mtu anajivunia kuishi hapo. Unapotupa taka mahali panapofaa, unachangia mazingira bora kwa kila mtu. Usibaki nyuma, safisha mazingira kwa sababu mtu ni afya. Choo bora chenye maji na sabuni, mazingira safi bila taka. Pezi salama kwa mama na wadada, tizi kila siku hatukosi na kupikia, tutumia nishati safi, tunakula nyama na kutumia maji salama. Fanya kweli, usibaki nyuma. Mtu ni afya. Mtu ni afya.
Ase, ukivuta picha mara ya mwisho lini umepewa zawadi? Bas, usihuzunike, maana Mkwanja Chap unakutaka wewe ujizawadie mwenyewe, maana kuna tenga la mazawadi kwa ajili yako. Nyosha mkono, okota chako, maana kuna shilingi milioni 10 zinatolewa kwenye vipindi vyote hapa EFM. Ni wewe tu kuchukua hatua. Ingia kwenye menyu ya malipo, iwe ni M-Pesa, Airtel Money, Halo Pesa au Mix by Yas. Chagua lipa bili, namba ya kampuni ingiza namba 553111. Kumbukumbu namba weka 222. Kiasi weka buku tu. Chap, halafu subiri utambe na zawadi yako, maana Mkwanja utaingia kwenye simu yako. Chap, Mkwanja Chap, okota mapema. Jina langu linavuma kwenye mitaa. Jina langu lina hadhi ya kisuperstar. Aliweka akili na nguvu kuitengeneza ladha tunayoifurahia leo. Machozi, jasho na damu vilipelekea kupatikana kwa flavor ya bongo. Haikuwa zali la mentali, bali juhudi alizoweka mpaka sote tunakubali na kusema mti mkavu, mkali wa rhyme, Jay wa Meturinga, Professor Jay. Professor Jay atapanda jukwani kuheshimishwa. Ni tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 2026 pale pale 710 Garden, Kawe Beach. Professor Jay amejipanga. Stage sasa ni ya kimataifa. Sound huku Professor Jay akiimba nyimbo zake zote na band live, na wakati huo Sogu the Jongwe aka Taita akimkabidhi Professor Jay tuzo ya heshima ya Bongo Flava. Ni wewe na Professor Jay kutengeneza historia ya kipekee. Hey yo, piga makofi, piga makofi. Piga makofi tafadhali. Uharibifu wa mali wakati wa kuhama kutoka sehemu moja kwenda nyingine umekuwa changamoto kubwa kwa wengi, lakini sasa suluhisho lipo. Hamisha Tanzania iko tayari kukuhudumia. Tunafanya kazi ya kuhamisha ofisi au makazi yako kwa ustadi wa hali ya juu, iwe ndani ya Dar es Salaam au kwenda mkoa mwingine wowote Tanzania. Usalama wa mali zako ni kipaumbele chetu. Tunapakia, tunahamisha, tunasafirisha na tunapangilia muonekano wa kisasa. Kwa maana pia tuna ofa ya wataalamu wa interior design watakao kushauri namna ya kupangilia eneo lako, kwani tuna huduma bora na gharama zetu ni nafuu. Hama bila hofu, hama bila stress, hama ukifurahia usalama wa mali zako. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0787025025 au 0625560154 au tembelea mitandao yetu ya kijamii @Hamisha Tanzania _ Hamisha Tanzania. Hama tukuhamishe. Tuko karibu na wewe, sauti yako ni muhimu. Tunajali unachosema, maana kila sauti ina thamani kwetu na kila neno lina nafasi. FM bega kwa bega na wewe, pamoja na wewe. FM tunakosikiliza. Gazeti la usiku. Jamani, gazeti la usiku. Matatizo nani? Udaku nani? Jamani, Kazi za ulinzi zipo. mjomba. Umbea nani? Yote unapata kwenye gazeti la usiku. Unakosaje? Acha kulala shuka ina mfuko. Mambo ya ajabu. Gazeti la usiku. Genge. Kweli, kama nilivyosema niko na HR Mayused, lakini pia niko na Makode, niko na Bizim, lakini niko na Easyman. Wewe niandikia kwa 0621797455. Bwana Easyman, kuna mtu ameniambia kwamba Fatuma na Juma still bado ni ngoma yake pendwa mpaka leo.
Nadhani kama akizeeka ndio itakuwa kama kibao chake cha Zilipendwa, na hauna semaje? Kitambaa cheupe yake. Juma hapa. Juma kutoka Kigamboni. Fatuma na Juma ngoma kali sana. Mpe ongera zake hizo man. Asante sana Juma. Imefika. Naye ni Juma. Ndio maana kaipenda ngoma. Ukimuuliza atakwambia naye bodaboda. Ngoja namuuliza kwenye SMS. Atakwambia mimi ni bodaboda pia. Okay. Wewe ni bodaboda? Na mimi na SMS bwana. Naweza kalaba sio bodaboda hapa. Atakwambia tu mimi ni bodaboda mzee. Haya. Okay, sawa. Niandikie huko na inakuwa poa sana. Wacha nikwambie maneno mazuri sasa. DSTV, the quality of your TV depends on DSTV. Bwana, DSTV kumenoga sana na mambo ni mazuri kweli kweli. So unajua leo ni Ijumaa. Ijumaa leo vipute vinaongea sana. West Ham United versus Wolves. Lakini pia ndani ya kifurushi cha compact tunaenjoy. Lakini Jumamosi kesho Brentford versus Everton. Ndani ya kifurushi cha poa unacheki mchongo wako safi kama utakuwa umelipia kifurushi cha poa. Arsenal versus Bournemouth, Liverpool versus Fulham. Ndani ya kifurushi cha compact unacheki fresh kabisa. Jumapili nako Nottingham Forest versus Aston Villa ndani ya kifurushi cha poa. Chelsea versus Man City, Sunderland versus Tottenham Hotspur, Crystal Palace versus Newcastle ndani ya kifurushi cha compact. Unaenjoy maudhui fresh kabisa. Lipia sasa hivi cha kwako ili maisha yawe poa sana. Lakini watoto wanaenjoy cartoons kwenye channel mbalimbali za cartoons, ziko nyingi sana. Ukilipia tu unaenjoy Moonbag kwa watoto, Cartoon Networks, lakini pia Cartoonito, Disney Junior, DreamWorks na Nickelodeon na nyingine nyingi sana wanaenjoy. Kwa hiyo hakikisha kama umelipia ili kusikae kimya nyumbani, watoto na waenjoy, lakini familia pia ifurahi na mambo ya mazuri. Piga nyota 150 nyota 53 la mareli ulipia sasa hivi. Lakini pia kama huna basi kwako hapo inakuja kwa staili hapa 0659070707. Fundi Juma anakuletea hadi hapo, na ikiwezekana kama itakuwa kuna Fatuma basi ana connect mambo, anakuwa fresh, inakuwa poa sana. Changamka DSTV bwana, huko ndo kwenye mbungi limenoga kweli kweli. Yes. Mkwanja chapu sasa hivi kwenye simu yako. Changamka baba, mkwanja unaingia hapo sasa hivi. Unafanyaje mkwanja kuingia? Simple. Ingia sasa hivi kwenye miamala yako hapo. Kuna leo nimeambiwa nitoe mzigo 50 zitoke kwa watu 20 na zitatoka hivyo. Changamka sasa hivi kwenye simu yako hapo. Weka namba kampuni ya Mkwanja Chap ambao ni 553111, alafu kumbukumbu namba weka 222 au sio 22 ziwe 3 ni 222. Kiasi shilingi 1000, weka 1000 yako tu, yani inatosha hiyo. Alafu tulia hapo babangu, tulia fresh tu. Basi mwisho wa siku kabla kipindi kijaisha hapa naenda kuweka mkonja kwenye simu yako, inakuwa fresh sana. Kitchen Party Gala Mlimani City Jumapili hii ya tarehe 12. Basi wewe pale bwana, wakina mama wanaenda kuyajenga ya kwao, elimu ya ujasiriamali pale, lakini kuna vitu vingi sana, michongo, kuna makampuni mbalimbali mule. Kwao ni fursa kubwa sana kwa kina mama. Hii ni platform kubwa sana kwa kina mama, na wanaenda kuyajenga ya kwao. Hivyo kisha kwamba mama ukosi kwenye hii ni kubwa. Una sare tayari, una kitenge chako, una wax zako zimekaa fresh ama vipi? Akisema kwamba hiyo Coast Kitchen Party Gala Mlimani City hii hapa Jumapili ya tarehe 12. Basi mambo yanakuwa mazuri. Maisha kesho kutwa tutata, mambo yanakuwa poa sana. Ndani niko na hizi maana kama nakwambia, lakini niko na Makori, niko na HR Mayused. Zamani sana uliachia ngoma. Kuna goma lako uliachia zamani sana lile uko na alichinga. Bonge moja la goma still tunalizungumziaga hadi leo, na leo umetutia mzigo mpya. Yeah. Ngoma yako umenitumia, ndio maana leo kwa hapa. Kuna ngoma moja tamani niipige hapa, lakini nitazipiga muda wa ngoma, nitazipiga ngoma alafu tutakuja kuzizungumza. Kuna ngoma inaitwa Mpuli. Kuna mwanangu anaitwa Mpuli Abacha Boy. Ni ngoma ambazo ni aina hizi ya ngoma. Yeah. Unajua ile muziki ni demand yake ni kuna muda inahitaji watu wa aina mbalimbali kuweza kusikiliza. Yeah. Sio ngoma za kupati tu, kuna muda tunataka ngoma zenye za ukiwa una huzuni upate ngoma yake ya huzuni, ukiwa una furaha, lakini pia mwingine labda apendi aina hiyo, yeye ana ya kwake. Ndio ngoma ambayo umeileta wewe leo. Yes. Yeah. Kama mtu mzuri wa simulizi akisikiza ngoma yako anaenda kuandika kabisa story ya movie. Ni movie na uzuri wa nyimbo ambayo mimi nimeisikiliza ya Mayusdi, haihitaji director hapa suka kichwa. Nyimbo yenyewe inajifanyia video. Nyimbo imeandika script. Imeandika script yenyewe. Bwana ilitumia uliwaza nini mpaka kuandika aina hii ya ngoma? Nadhani kama ningepiga kwanza afu maswali yangefuata. Kwa sababu natamani tunahadisia kitu ambacho hakipo. Ngoja kwanza tutandike hii ngoma. Ngoma inaitwaje Mayusdi? Naomba nitambulishe hii ngoma. Ulimchomekea.
alikuchomekea. Kwa mtu haraka akisikia Itaita unajua dereva au bodaboda kachomekea guta. Dereva kachomekea, lakini ni kisa au ni mkasa ambao kuna nyumba nyingi zinalia. Mimi kuna mzee mmoja natoa tu Mwenyezi Mungu amrehemu, alikuwa akisikia ile kuchapiwa ni siri ya ndani roho yangu, basi anakaa hivi anaambia mwanangu, msikie nyimbo mwanangu. Anaongea na mjomba wake, anko unajua ngoma hizo mtoto kaimba huyo. Sasa anko wake si anajua ukweli. Anajua anko kuna sehemu kakwama na kweli anko kathibitisha kweli ilitokea bahati mbaya. Kwa akisikia ngoma mnoba 200 anatoa stress zake. Kwa hiyo ngoma aina hii zinaishi. Ndio maana kasema muziki wenye message unakaa muda mrefu sana. Sawa, naomba tusikilize hii kutoka kwa HR Mayusdi. After sikia pia ya Makodi, lakini tuanze kuzungumza hii ya HR Mayusdi. Ngoma inaenda hivi. Hapa alijachomekewa shati. Msikia mkasa. Kipindi ulibeba mimba ulisema ni ya kwangu, mbona mtoto kazaliwa sura sio kama yangu. Kipindi ulibeba mimba ulisema ni ya kwangu, mbona mtoto kazaliwa sura sio kama yangu. Ulinichomekea mama, ulinibambikia mama, ulinichomekea mama, ulinibambikia mama. Hajafanana mie, hajafanana mie, hajafanana mie, hajafanana mie. Kula kwa jasho hiyo, wewe nitejetu. Unanipa mtoto so damu yangu ili wewe. Nilikupa kila ulichotaka bado kanyona mwere. Utamwambia nini mama yangu alivyokupenda wewe? Kosa lako aibu yangu, ona nalia mwenyewe. Nilifosi kita wanangu wasishinde njaa. Nilipambana huko na kule ili wanangu waende shule. Kumbe kwako kazi bure, umenifanya kama zukule. Nilipambana kumbe watoto wa bwana yule jirani. Mbona umefanana na jirani? Kumbe ulinidanganya, watoto wote sio wangu. Ulinibambikia uzirithi mali zangu. Nashukuru nimejua, asante Mungu wangu. Nimewalea wamekuwa mchango wa jasho langu. Ulinichomekea mama, ulinibambikia mama. Hajafanana mie, hajafanana mie, hajafanana mie, hajafanana mie. Mguu mpaka kichwa. Angalia mguu hata sio babu yake. Unajua hii ngoma sitaki kutia maneno mengi sana kwa sababu na wasiwasi nikitia maneno mengi nitaharibu watu wengine. Sasa hivi unaona kuna mtu anamwangalia mwanae sasa hivi mguu kichwa kila kimwangalia atikisa kichwa anakula tu. Labda anapata msosi wa jioni anasema basi tumwachie Mungu mwenyewe. Kwa hiyo nikitia maneno mengi sana naweza nikaharibu. Ila ni ngoma ambazo wazee wetu wa zamani ilikuwa lazima waangalie masikio, miguu, macho, muonekano, ndio mtu anajiridhisha ya kweli. Kweli damu yetu ile. Yaani ilikuwa DNA, hakuna anaitwa baba, si babu anakuja. Usimuona pua lilivyovimba mbele hilo. Babu wa kwetu. Au mbona kufuta kikubwa? Anakiwalaza wa kwetu. Na kama hizo touch hazipo unaona kabisa mtu anakuambia mwanangu. Anaweza sikwambie ila anaona taharibu ndoa na nini anawaacha tu. Bwana nimemwona, ongereni bwana. Lakini akikaa anaenda kukaa na labda mama nani? Unaona? Kuna ulazima watoto wafanane, mbona unalalamika? Wafanane na wewe, lazima kuna lazima mtoto afanane. Kama kafanana mama yake sasa inatosha. Sasa unamkuta yupo kwa mama, yupo kwa baba.
hatari sasa. Idea ilikuwaje Ichara Mayuzi mpaka ukaamua kuimba kitu kama hicho? Idea ni kitu ambacho kwamba binafsi kimenikuta. Yeah. Na ndio maana unajua vitu kama hivi familia yako naijua. Yupi pale? Sio ndani ya familia yangu mimi. Ni wa nje. Leo utajieleza mbona? Haya bwana, mambo usijue tena ujana bwana. Najua. Kuna mechi za ugenini. Najua. Wewe mwenda wewe. Bwana wewe. Alafu najua kitu ambacho kinaumiza ni kwamba nini? Sasa natamani kulia unajua. Usio studio. Mimi machozi yangu karibu sana. Talia wote. Sikia tu kwa mwenzako. Ilikuwaje? Yaani ni vitu ambavyo kwamba mimi nilikutana na mtu ambaye kwamba nilifanya nao mambo. Mwisho wa siku yakatoka vitu kama hivi yani. Mimi nikakubali mambo wakati mzigo uko vile yani. Lakini mwisho wa siku vitu vilivyokuja kutokea yani. Tofauti kabisa. Ulihudumia, ulifanya kila kitu kuanzia ngazi ya awali ya ujauzito. Yes. Na mimi unavyojua kukea baba. Halo. Na ubaki nachonumiza zaidi kwamba mpaka nyumbani nilimpeleka kwa wazazi wangu nini. Yaani wakiamini kwamba kilichokuwepo ni cha kwetu. Damu yetu inakuja. Ila mwisho wa siku baba, Mchina sio Mchina, Mwarabu sio Mwarabu. Mimi mmakua. Sasa kama unajua mambo ya DNA uenda sikuta kachukua kwa bibi yake. Hapana. Unajua sio mpaka utazame kachukua kwa alifanana nani na mama yake au kwa mama yake naye hayupo. Oya mzee, acha mambo. Yaani omba Mungu asikukute. Yasikie tu kwetu. Hujajiridhisha hata kwa DNA au unajua unaweza kuwa unamkataa mwanao. Baba, mimi mmakuu afu Afrika na Mchina pina wapi? Na kule unaofanya kazi ya kari yako. Inakuaje hali? Inakuaje? Sitaki kusema lolote. Sasa hiyo ni too much. Ni katokea Mchina. Halo. Tunakwambia baba tuache kama alivyo. Inaumiza. Mpaka leo hii amekwambiaje? Yaani ukikutana naye labda kuna ile nilikuwa tu unajua nilikuwa tu mtu unajua kwa wako alikuwa nataka tu hela yako unahudumia na nini. Kiukweli sina story night tena. Baada ya kuona sina story night tena. Kaacha maumivu. Hiyo ni wewe, lakini najua kuna nyumba nyingi zinaenda zikazi sasa hivi zinasema sema kausha tu, lakini anachongea mwamba hapo. Sio kweli. Walisio kwa hivyo kwa sababu yani ukiangalia licha ya mimi asilimia kama 70 au 80 ndani ya Afrika tunalea watoto ambao kwamba tukiamini ni wa kwetu lakini sio wa kwetu. Na ukitakulijua hilo lianze yani mbilinge ndani ya nyumba ndio utapata majibu. Kwani mtoto lazima umzae wewe, si mtoto wa mwenzio nani wa kwako? Ndio watoto wa Adamu sisi. Sasa akae kwa babake. Sawa, mtoto wa mwenzangu ni wa kwangu, sijakataa. Lakini sasa baba yake kwani kafa? Alafu sasa balanga natokea vile kitanda si akizai haramu, sikubaliana lakini. Najua lakini kwa nini? Mbona kama kitanda kinazaa nani tena? Lakini kwa nini kanyimwa yeye nimepewa mimi? Uone ni baraka kupewa mtoto wewe ndio uambie babake. Sio mbaya, lakini kama nimemkuta na mama yake, sio tunakuwa mimi na mama yake namna gani afu anakuja kunambia wako afu sio wangu. Ni vyema nikawa nimemkuta mama ana mtoto akanambia bwana huyu baba yake kaniletea miayusho namna gani vipi? Mimi awe baba yangu, mimi fresh tu. Hapo sawa. Lakini sasa unakuwa unaanzia ngazi za awali kama tulivyosema, unaanza nini kule unakuja mpaka wanaita top ile kwenye nasari darasa la kwanza la pili la tatu la nne la tano la sita la saba form 1 form 2 afu unakuja matokeo. Nilikuwa kwenye kijiwe kijiwe changu cha kupata kahawa na washikaji au sio bwana, tukawa tunazungumza kwamba actually wanaume siku hizi hawapendi kuoa mwanamke ambaye tayari ana mtoto. Utasikia sasa mechi inaanza tayari ushafungwa moja, sana mechi gani? Sasa mimi binafsi wewe kwako unajua iko hivi. Mimi binafsi mama watoto wangu nilimkuta na mtoto. Nilimkuta na mtoto. Na yeye alikukuta na mtoto? Hajanikuta na mtoto. Alright. Mimi nilikuwa sina mtoto, yeye ana mtoto. Sawa. Nilimkuta na mtoto ana mwaka mmoja kama na nusu hivi. Wakati wenye story zetu akaniambia baba yake anamzingua. Lakini baba yake alikuwepo. Mimi nikamchukua yule mtoto nikakaa naye. Tunavyoongea mimi na yeye sasa hizi amechumbiwa na karibia kupata mjukuu yani kupitia yule mtoto hapo. Okay. Alafu mbaya zaidi mtoto alikuwa anajua mimi ni baba yake mzazi. Na nafikiri amekuja kujua alikuwa anajua baba yake mzazi. Darasa la pili ndo amekuja kujua mimi sio baba yake. Unadhani wanaume baada ya kufananisha yani alipopata ufahamu mbona mimi shule naitwa hivi afu baba nyumbani naitwa hivi. Akaniuliza baba kwani una majina mangapi? Ikabidi tumwambie ukweli. Lakini wakati huo baba yake alikuwa ameshafariki sasa. Okay. Sababu mwanzo alikuwa yupo
Baadaye baba akafariki. Unadhani kwa nini wanaume wengi wanaogopa kuwa au wanaogopa kwenye mahusiano ya ndoa na mwanamke ambaye tayari ashapata mtoto? Hao wanaamini kwamba yani mwanamke kama umekaa naye mpaka mkapata mtoto hamwezaji kuachana. Yani kwamba ile nataka kumuona mtoto njoo mlete. Vipi mawazima? Mwenzangu yupo anaumwa. Vipi anakuhudumia? Kuna jamaa mmoja sasa. Kuna jamaa mmoja alienda kwa mama mtoto wake. Mama mtoto wake kashaolewa. Jamaa alienda kwa mama mtoto wake. Huyo jamaa aliyemuoa mama mtoto wa jamaa ni kwamba hajapata naye mtoto, hajabahatika kupata mtoto. Kwa hiyo jamaa akawa anamwambia mchizi, unajua kwamba mimi nimekuja kama mama mtoto wangu, unajua. Umeelewa sijui? Huyu ni mama mtoto wangu. Unajua tulikaje mpaka tukapata mtoto. Umeona unashindwa wewe, umeona una mtoto naye. Mimi nimekuja kama mama mtoto. Ni kweli nakubali wewe huyu ni mkeo, lakini mimi ni mama mtoto wangu. Au ni kuelekeza na upate mtoto. Sasa hiyo mbaya. Kama tunakula story kidogo. Mwanangu mmoja anasemaga inauma. Ndio, inauma hiyo. Sawa, leo ni Music Friday. Tuko tunapata kidogo dibaji nini? Au sema tusikie hii hapa kutoka kwa Makodi. Makodi, ngoma inaitwaje? Ngoma inaitwa Urudiane naye. Mapenzi bwana, unaye tayari? Kuna mtu kashanyofua minyaya ya kwenye moyo nini? Hapana. Urudiane naye, yani idea. Angekubali ningeona vijana wa sasa hivi wana haraka sana. Umri mtu amchomole. Hapana. Ni vitu gani ambavyo unaweza kaachana na mwanamke na ukasema basi tena? Yaani mwanamke akivuka mipaka gani kwa Makodi? Huyo hata iweje ndo urudiane naye? Mwanamke ni kuto kwenye heshima. Kuto kuheshimu. Anaonekana mdogo lakini anaufahamu. Heshima gani? Yaani kila akimkasubia kwa mkia au? Hapana. Yaani heshima ipo ya design nyingi. Unaona bwana. Najifanya kasi ijue heshima yako. Alright, actually wanaume kuna vitu wanavipenda. Hamna mwanaume anapenda kudharauliwa. Yaani ndio kodi ya kwanza ambayo dharau ndio ndugu yake heshima. Kabisa. Yaani wanaume sisi fanya vyote. Lakini ukidharau tu usharibu. Kwa mfano mwanamke akwambia wewe naye nini una neno maajabu. Sio sikia neno maajabu. Neno baya linaingia sehemu nyingi sana. Ina maana maajabu ni overall. Yaani kwamba una lolote. Una lolote. Linaingia sehemu nyingi sana. Una maajabu wewe unaweza kaifikiria mara 10,000. Na ikaenda ikakava sehemu zote hizo. Sio neno zuri kwa kina dada jamani, msituambie hatuna maajabu. Mwanaume gani mwanaume suruali una nini wewe? Maajabu tunayo. Una nini wewe? Neno lingine hilo hapo. Ukiambiwa hivyo unachanganyikiwa, unaanza kujitathmini. Vibaya sana. Hatari sana. Hii hapa tusikie kutoka kwa Makodi. Unajua Makodi na Mayused ni hapa na hapa. Tusikie kidogo umechanganya mambo. Hii hapa.
nayo unaipata, na zipo nyingi tu zaidi ya hiyo. Ya sio ngoma ya kwanza. Sio ngoma ya kwanza. Karibu, milango iko wazi hapa. Anytime ukija hapa ni kwako, au si? Wana uwezo unao, sauti unayo, ni kuinsist tu, au unasemaje? Na melody anazo. Njia, unajua muziki ni njia. Muziki ni njia. Mayused, ngoma inapatikana wapi? Muziki unapatikana YouTube na digital platform zote. Ya na video Jumapili mzigo unaanguka video. Kwa hiyo ni hivyo yani. Ila kitanda kizai haramu, usiogope yani. Wasiogope sana. Iko hivyo lakini sio kwa mjini. Acha tu na subira tu. Tunapenda bidhaa tu. Watu wake umeletewa mtu wake utaki. Hatari sana. Bwana, mmetisha sana. Tukirudi hapo leo tunamalizia simulizi. Kwa imekuwa kama fupi afu kama tamu hivi. Natamani tuendelee kuimba hivi. Mimi nafikiri iko sawa sana. Ikiwa fupi ndio inakuwa hatari. Inakuwa tamu. Bwana, pia niko na manager Dizim hapa. Dizim, muda huu ni mchache sana kupiga story. Ila natamani siku nikuite tukae chini tuongee. Mimi niandae ya kwako. FM TikTok 2026. Tunakusikiliza. EFM. Nembo ya taifa, uniambie kitu. Jina langu linavuma kwenye mitaa. Jina langu lina hadhi ya kisuperstar. Aliweka akili na nguvu kuitengeneza ladha tunayoifurahia leo. Machozi, jasho na damu vilipelekea kupatikana kwa flavor ya bongo. Haikuwa zali la mentali, bali juhudi alizoweka mpaka sote tunakubali na kusema mti mkavu, mkali wa rhyme, Jay wa Meturinga, Professor Jay. Professor Jay atapanda jukwani kuheshimishwa. Ni tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 2026 pale 710 Garden, Kawe Beach. Kata tiketi yako VVIP $3,000,000 kwa meza ya watu 10, VIP $100,000 na regular shilingi $30,000. Pata tiketi yako mapema kupitia Tukio app au nenda Robi One Fashion Kinondoni, Kukuriko Mikocheni na TPH Bookshop Samora Avenue. Ni wewe na Professor Jay kutengeneza historia ya kipekee. Hey yo, piga makofi, piga makofi. Piga makofi tafadhali. British School inawapongeza wahitimu kidato cha 4 na waliokuwa wanarudia mitihani British School kwa kupata ufaulu mkubwa zaidi. 99% wamefaulu, hakuna aliyepata 0. Usajili unaendelea kwa kidato cha 4 na wanaorudia mitihani. Usikate tamaa hata kama umepata 0. British School, hautafeli tena. Topic zote za kidato cha 4 na cha 3 zitafundishwa kwa mwaka mmoja. Wengi wamerudia mitihani British School na sasa wako vyuo vikuu. Ada ni shilingi 6,000 na 10,000 tu kwa mwaka. Utalipa kidogo kidogo. Usajili unaendelea kwa kidato cha kwanza na cha pili kwa mwaka mmoja, kidato cha 5 na 6 kwa mwaka mmoja, kozi ya walimu wa chekechea, Kiingereza na kompyuta. Kumbuka, British School ni shule huria pekee inafanya vizuri hapa nchini. British School ipo Mwenge, Dar es Salaam, inatazamana na kanisa la KKKT Mwenge. Watembelee Instagram na Facebook @British School TZ au wapigie 0655 400 420 au 0755 400 420. Nguvu ya mwanamke ni uthubutu, na kila siku mwanamke hutengeneza maono ambayo akiyakamilisha ni furaha kwa jamii nzima. Ni wakati wa kuzungumza na mwanamke wa shoka, kwa kuwa unahitaji maarifa na si makelele. Wakati ni sasa. Relax, tulia, tukuelekeze, kwa sababu si kila anayekimbia anafika. Wengine wanahitaji kusimama, kusikiliza, kujifunza njia sahihi za kutoboa kwenye fursa, na tutakuja mtaani kwako kujua changamoto yako na kupata suluhu. Burudani je? Hilo si swali, pigia mstari. Hii ni safari ya kumtoa mwanamke kwenye giza la kutokujua, kumpeleka kwenye mwanga wa ufahamu. Wewe mwanamke, hapo nyumbani, kazini, barabarani, kuwa kinara kwenye jamii yako, tamani zaidi ya ulipo sasa. Karibu kwenye safari ya mafanikio kwa wanawake. Mwanamke wa shoka 2026. Tulia uelekezwe. Mitaa imetuita na sisi tumeitika.
Kama unaamini mtaa wako una vibe la kutosha na una wakali wa kuimba muziki wa singeli na ma-DJ wa singeli, basi muda umefika. Kuna uchizi. Sisi tunakuja mpaka mtaani kwako na Super Kitaa. Ni mzuka wa maana. Tunakuletea mic na saundi nzito kutoka Jizo Sound, na tutakupa nafasi wewe msanii wa singeli pamoja na ma-DJ wa singeli kuonesha uwezo wenu wa kuimba na kugongesha live kitani kwenu. Kazi ni kwako kutualika kwenye mtaa wako. Fanya kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa jina la Super Kitaa. Yes, Super Kitaa ni vibe la wiki nzima kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi, ambapo tutakuletea bonge la ndinga lenye sound nzito na stage kali. Mpango mzima utaongozwa na Samuel Love wa kienyeji kutoka hapa EFM na TVE, huku tukipewa shavu na Jizo Sound. Kama unaamini una kipaji, kwa nini ufe na njaa? Kamata ndinga la Super Kitaa tukupeleke duniani. Asubuhi kumepambazuka, nalitupa shuka niende kwenye pilika. Nafika zangu mtaani, maskani, masela kibao wanalalamika mambo yao, hakuna yoyote wa kuwasikiliza. Tulia niwambie, niwaeleze, niwambie, EFM inawasikiliza, EFM inawasikiliza, EFM inawasikiliza, EFM inawasikiliza. EFM Kiunganishi cha Waswahili. 103.7 EFM. Ladha ya mtaa inasikika. Happy birthday EFM. Na Waswahili wanafurahia kilicho chao. Miaka mingi inasonga huku bendera ya Waswahili ikiwa kileleni. Happy birthday EFM. EFM 2026. Tunakusikiliza. 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 Niazime sikio. Ilijulikana kwamba upande wa mwanaume kulikuwa na mwanamke ambaye alishawahi kuzaa naye, kumzalisha, ni kama mzazi mwenzake, alimtelekeza mtoto. Niliomba msaada, kumbe pale ni guesti, hata ukipiga kelele usaidiwi. Wanajua kabisa huyu ni mtu wako. Siku ya pili yake nikashindwa kutembea. Niazime sikio. Jamii nzima inayonisikiliza, tengenezeni ndoa zenu. Tengenezeni familia bora. Mimi nimekuwa mwanamke mjinga, nimetengeneza familia isiyokuwa bora. Niazime sikio. Genge. Genge. Yes, karibu kwenye Niazime sikio. Hapa ndio kwenye kweli, hapa ni patamu. Najua umekuwa unapasubiri kwa muda mrefu sana, kwa sababu simulizi yetu tunaitamatisha leo, na leo nitaruhusu simu ili uniambie kutokana na huu mkasa wa ndugu yetu, kijana ambaye alikuwa bubu kwa takriban miaka 6, kisa nyumba ya urithi, na amesimulia kuanzia tunaanza siku ya Jumatano, leo ni siku ya Jumaa, tunafika tamati, ni siku 3. Simulizi imetosha kabisa kutupa funzo na darasa kubwa sana. Nyumba za urithi, unaweza ukapita barabarani unaona mtu anaongea mwenyewe, lakini mwingine unaona kabisa kwamba amepotea kabisa. Ni mtu ambaye usiku unamfahamu au unaambiwa yule alikuwa anakaa pale. Kuna mengi sana, unajua hizi nyumba bwana, wewe ukiwa mbishi unagomea utaki iuzwe, unaweza kujikuta unazungumza mwenyewe au yanakufika au uzungumze kabisa kama mkasa huu. Katika sehemu ya kuogopa kulikuli na kuchunga kinywa ni sehemu ya nyumba ya urithi. Huu ndugu yetu ni mama wa kambo. Baada ya kuja kwenye familia kaja na wengi sana, kaanza kukatakata bills zile. Baada ya kufariki kwa mke wa huyu mzee, mzee akaona amsogeze mama wa kambo, alimsogeza katika familia, basi yeye kuja akawa na utawala wake na hakuwa na mapenzi kabisa na watoto wa yule mama au wa yule mzee. Alimpenda mzee mwenyewe, na sasa tuseme alipenda mfuko wake ama nini. Ndio leo tunaendelea na simulizi yetu. Ina visa vingi sana vya maisha ya kawaida tunaoishi Uswahilini. Tunajua mimi katika mtaa naotoka, hii simulizi inajieleza kabisa, yani inaishi kabisa. Yani sasa siwezi kusema lolote, nauliza jamani, tuko tunamsaidiaje?
Unaambia sasa watu wanaogopa hata kumsaidia mtu kama wewe. Unaona kama ukimsaidia inaweza kukurudia wewe sasa. Kama action ishaanza, mtu hajaongea miaka 6 ukimsaidia unaweza kupiga miaka 12. Na mimi huko mtaani unaogopa hivyo, wanakwambia sasa tumpeleke wapi? Tukimpeleka unajua alichopigwa yeye. Kwa tunaacha mambo ya ulozi. Sio ya kucheka, ni hatari kwa kweli. Bwana, Star Times, yes, unaambiwa lipa kuboost zaidi sasa hivi. Ukilipa unaboostiwa cha juu zaidi mwezi mzima bure. Kupitia ST Swahili pia unaenjoy tamthilia mpya ya Reborn kuanzia saa 3:45 usiku, pamoja na tamthilia ya Lavender's Fields saa 3 usiku unaenjoy. Novela Plus msimu wa 3 wa tamthilia Gangs of Manila kila siku saa 3:40 usiku. Lakini watoto wako nyumbani sasa hivi, basi nao pia wanaenjoy. Actually wako nyumbani na maanisha wanaenda shule still, lakini pia wakirudi muda wao wanaenjoy SpongeBob, Bon Bias Kipara Mbabe kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10:15 jioni kupitia ST Swahili. Lakini pia kuna burudani za kukata kweli kiganjani mwako sasa hivi unaenjoy kupitia Star Times on app, ile on app. Yaani usikilize so mpaka uende kwenye TV yako, kuna chochote unakipita au kinataka kukupita, unaingia kwenye Star Times on app, unacheki, unapakua kule Play Store na unaenjoy. Lakini pia kuna ofa kubwa sana ya TV bei sawa na bure. Sandali Digital TV ya 43 unapata kwa shilingi 360 badala ya 420. Lakini Sandali Smart TV ya 43 unapata kwa shilingi 400 badala ya 460, kwa umeokoa 60. Star Times Digital TV ya 43 unapata kwa shilingi 380 badala ya 440. Ofa hii inapatikana kwenye maduka ya Star Times iliyopo Dar es Salaam pekee. Star Times, enjoy your digital life. Tunaendelea na hapa ndio leo tamati. Baada ya hapa nitaruhusu simu, basi uniambie wapi ambapo unaona unaweza kuchangia kuhusiana na simulizi yetu. Kuna mengi kweli kweli. Tutapiga story nyingi sana tukifika kwenye sehemu ya kupokea simu, kwa sababu haya ni maisha ambayo yapo. Kama hayaja kufika, basi chukua tahadhari. Bwana hizi man, ukisikia nyumba inauzwa una mirathi kwanza nyumbani nini, actually wazee wana mapagare yao, tunasema hivyo Kiswahili. Ni wazee wameacha mapagare. Na mkoa ngapi? Magari mawili. Mkoa ngapi? Sisi tulikuwa 9, tunabaki 4. Safi, hamna shida. Hamna shida. Mkiachwa vizuri basi shida hamna, lakini mkiachwa kidogo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, hamna shida yoyote. Bado tunaendelea kuelewana, bado tunasikilizana. Mkubwa anamheshimu mdogo, mdogo anamheshimu mkubwa. Nadhani hii inatakiwa ijengwe kwenye ngazi ya awali kabisa pale. Yes. La sivyo kuna ngoma itahusika watu wana roho ya nabii. Kuna siku wajukuu walisema sisi wazee wetu wamekufa. Mimi nikauliza basi kama mnaweza uzeni. Wajukuu wa nani sasa? Yaani wajukuu balali miazi. Nacheka kama nzuri. Nikamwambia sio mbaya kama mnaweza. Yaani wajukuu wa wale ndugu zako 9 waliozaliwa. Ndugu zangu wale ambao wamefariki wale 6. Watano walifariki wakiwa mzee ameshatangulia au wao walikimbia urithi. Maana kuna hili swala jipya leo la kukimbia urithi ni baya kweli. Lakini ndio dini nasema hivyo. Sasa hilo nalo kuna nyumba fali 2-3 nazijua mimi, hilo swala la kukimbia urithi watu hawaelewi. Unasemaje? Kwamba mzazi akifariki kabla ya mzee kuna kitu kinaitwa kukimbia urithi. Wale hawataki kupata chochote kwenye hiyo nyumba. Sasa mimi kwa jinsi ambavyo mzee ametulea, nafikiri kama kitatokea chochote hawezi kukosa chochote kitu au chochote kwenye share kabisa pase. Yes, kwa sababu au mtawafikiria. No, yani kuwafikiria ndo hawawezi kukosa chochote. Hawezi kukosa. Lakini imekaaje? Ukiangalia kama hajakaa vizuri kukimbia urithi lakini ndio iko hivyo. Lakini ndio hiyo ndo ilivyo. Hamna namna. Unaweza ukakubali yote ya maandiko na ukakataa moja kwa sababu. Sasa hiyo inategemea video, inategemea na namna ambavyo mmeelewa na mkaacha kwenye msingi gani. Misingi gani, kwa sababu mfano kama sisi tumeelewana sana. Sisi hatujawahi kugombana, yani ndugu kwa ndugu sijawahi kutoka mimi nimezaliwa. Labda nyuma yangu waligombana ndugu zangu. Lakini wenyewe ndugu kwa ndugu hawajawahi kugombana. Swali walokuuliza watoto wa ndugu zako ulijibuje? Kwamba wazazi wetu sio wamefariki kwa hiyo nikamwambia hamna shida. Wanachukua kodi kwenye video. Nikamwambia hamna shida, subirini hapo kama kitatokea chochote. Sisi bwana tutakitokea kama vipi basi pauze, kama wewe unaona unaweza kuuza, njoo uuze, lete mteja tu. Hakika katika masuala mazito ni mirathi na hizo nyumba za urithi hizi zinakengeusha watu wengi sana. Twende kwenye simulizi. Asante sana hizi kwa experience ambayo umenipa. Leo ni mwisho. Hapa tunaendelea.
Basi ndugu mwandishi, kwa kweli asubuhi ikabidi kukuche, mdogo wangu na mwanaume wake wako pale pale, tumekucha toka ile sana usiku mpaka asubuhi kabisa. Sasa tuanze kutoa taarifa kwa ndugu zetu, hasa wale baba zangu wadogo ambao walikuwa kule Kiela. Kwa kweli ikawa sasa ni heka. Nipeleka hospitali na ndio bwana, mbona sio tatizo? Yaani sisi atuelewe, kwa sababu hata daktari anaambiwa huyu alikuwa anazungumza, anaambiwa huyu anazungumza, lakini sasa hivi ana uwezo wa kuzungumza. Lakini wamejaribu kuangalia mambo ya kawaida pale, si vipimo vidogo. Inaonekana mimi yani haieleweki tatizo linaanzia wapi. Basi bwana, pale tumehangaika ile siku ya kwanza, siku ya pili katika hali kama ile. Kwa kweli mimi najitahidi kuongea, sisikiki, nimekuwa bubu. Basi unajua tena niko mwenyewe katika mapambano yale, na wale mdogo wangu na mwanaume wake wanaendelea shughuli zao. Sasa mwanzoni nilikuwa ile nimepaniki na nini, lakini baadaye sasa ikabidi nikubali kwanza ile hali, na kadiri muda ulivyokuwa kwenda nikabidi nikakata sasa tamaa. Sasa nikurudisha tu nyuma kwamba kesho yake silitakiwa niende mahakamani ile katika ile kesi, ilibidi tena mahakamani niende, lakini hakimu akajulisha, kwa sababu bahati nzuri nimeondoka nikiwa na vyeti vya kwamba nilipitia hospitali. Hakimu akajulishwa kwamba huyu mtu amepata changamoto fulani, ndio mwanasheria wetu, kwa hiyo hana uwezo wa kuzungumza. Na bahati nzuri hakimu akatoa ndio si mnahitaji, akasema basi tutaita tena hii kesi pale ambapo huyu bwana atakapokuwa amepata nafuu ya tatizo ambalo limemkumba. Kwa hiyo sasa ikabidi mimi sasa naendelee sasa na mambo mengine, kutafuta matibabu, kutafuta namna ya utatuzi wa hili tatizo. Akili kanituma kwenda kwa waganga. Basi bwana, tukaenda kwa waganga. Si unajua waganga tena ni fedha, hasa waganga wa mjini, maana waganga wapo lakini si kila sehemu. Na kwenda sehemu moja hapa mjini Dar es Salaam, singependa kupataja, yule bwana akaniambia, bwana, hii ngoma umepigwa, na aliyekupiga ni huyu mama yako wa kambo ambaye uko naye mle ndani. Umezuiwa kuongea na wewe hautaongea tena. Na kila kiangalia pale namna kuweza kutatua ngoma, anasema ni ngumu sana. Hichi kitazi kilipowekwa kimewekwa na mtaalamu kweli kweli. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anaweza kukitatua. Basi bwana, mimi nimekaa mwezi wa kwanza nikiwa bubu, mwezi wa pili nikiwa bubu. Lakini nahangaika, napewa mawazo haya. Mwisho wa yote ndugu yangu, nikakata tamaa ya kuzungumza kabisa, kwa sababu kila ninakokwenda kwenye kutafuta tiba sipati matibabu, yani tatizo aliondoki, na zaidi natumia fedha tu. Kwa hiyo nikawa natumia fedha, na wakati mwingine fedha sasa zinaisha, sina hiyo fedha. Sasa ikabidi nikubaliane sasa na hali. Najua tena, nadhani unanielewa. Kwa hiyo mambo, tatizo lipo, unajaribu kulitatua, hali hii sorted, inabidi ukubaliane na hali. Ikabidi nikubaliane na hiyo hali. Sasa maisha yakaenda, mara miezi 5, mara miezi 6, mara mwaka. Mimi ni bubu. Ikafikia tu sasa nikaanza kujifunza namna ya kuzungumza kwa kutumia hizo alama za, unajua za mabubu wanapozungumza. Maana watu sasa kwa wananijua wanashangaa nini kimemkumba huyu na vitu kama hivyo, lakini muda unavyozidi kwenda watu wananizoea katika hali ile. Nikawa nachukulia ni mtu ambaye nimepata changamoto ya kuzungumza, ni bubu, siwezi kuzungumza. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa 3, wa 4, mwaka wa 5 baba yangu mdogo akasafiri kutoka Kiela. Maana sasa mimi hapa katikati hapa kwenye kama miaka 2 baada ya kukutana changamoto hiyo, nilibidi nifunge safari kwenda kule nyumbani. Nilipokwenda kule nyumbani sikukuta familia iko pamoja, kwa maana ndugu zangu wote, lakini nilikutana na baadhi ya baba zangu wadogo. Lakini kwa kweli kama ambavyo nilikuambia mwanzoni kwamba familia yao pia hawakuwa vizuri sana. Kwa hiyo walinipokea katika hali kwamba huyu ni mtoto wa marehemu ndugu yetu, lakini hawakuipa uzito sana ile tatizo ambalo lilikuwa limenikumba. Na nilikaa pale katika kipindi kama cha miezi 2, lakini baadaye tena kabidi nirudi mjini niendelee na maisha mengine. Sasa ule mwaka wa 5 baba yangu mdogo akasema hapana, huyu anaweza kutatuliwa. Na alikuwa amezunguka kweli, katika pitapita zake akakutana na mtaalamu, akamwambia bwana, mlete huyo mtu, mimi nitamsaidia hili jambo. Kweli yule baba yangu mdogo akafunga yeye safari. Anakaona hata kuniita pengine naweza nisiende kutokana na mazingira jinsi yalivyo pale nyumbani. Akafunga safari,
akaja kunichukua akaniambia, bwana, kuna mtu katika pitapita zangu huko Rukwa Sumbawanga nimempata, ambaye yeye ana uhakika, ananihakikishia kwamba atamaliza hili jambo. Basi ndugu mwandishi, nakumbuka ilikuwa ni mwaka jana kama sikosei, ni mwezi wa 6, tukafunga safari tukaenda Sumbawanga. Pita kwanza pale Kiela, kwanza kupata baraka pale za baba zangu wengine pale. Baada hapo sasa safari ya Sumbawanga ikaendelea. Unajua kwa naenda Sumbawanga lazima upite kwanza Mbeya. Basi tukaenda mpaka Sumbawanga. Nakumbuka tulienda kwenye kijiji kimoja wanakiita kijiji cha wachawi. Watu wa Sumbawanga wanaelewa. Kuko kijiji kinaitwa kijiji cha wachawi. Hapo kuna manguli kweli kweli. Huyo mganga mwenyewe ukimwona hata huwezi kuamini. Ni kijana mdogo ana miaka 17. Lakini alivyonitazama, akanitazama mambo yake ya kitaalamu na nini, akamwambia huyu, ili jambo ni zito kweli kweli, lakini huyu ataongea, atazungumza kama zamani. Basi ndugu mwandishi, nimekaa kule Sumbawanga kwa yule mganga na babangu mdogo miezi karibu 6 ya kuhangaika. Ni matibabu kila siku, na matibabu mengine ni mambo magumu, mambo ya unajua mambo ya tiba za asili, si dawa tu peke yake, kuna makafara, si manini. Basi ndugu mwandishi, tumehangaika kule katika kile kipindi. Unaweza kukaa siku 2 unapatiwa matibabu haya, kukaa siku 2 unapatiwa matibabu haya, unakaa siku 2 unapatiwa matibabu haya, mpaka ikafika hatua sasa nikaanza sasa kusikia sauti inatoka, nikifanya naisikia kwa mbali, nimesikia mimi, naisikia na watu wanaisikia. Yule bwana mdogo yule mganga akaniambia, bado utazungumza tu, wala usikate tamaa, mimi ndo nakwambia utazungumza. Basi tunafanya hiki, tunafanya kile, tunafanya kile. Basi nashukuru Mungu, ndani ya miezi ile 6 kama sikosei, nikarudi katika hali ya kuzungumza kama ambavyo naniona nazungumza leo. Na akaniambia inabidi kuwekee kitu kinachoitwa uzio. Tena yaka anasema ni uzio wa sinyenge. Yaani kiasi kwamba hapo unaponiona ndugu yangu, mimi siguswi. Akaniambia, bwana, wewe usimroge mtu na wewe hautarogwa milele. Ukimroga mtu umeondoa kinga yako, lakini usimroge mtu na wewe hautarogwa milele. Kwa hiyo akaniwekea uzio, anasema uzio wa sinyenge, sitaguswa na mtu yoyote. Na kweli pale haikuwa gharama. Katika kipindi kile chote tumekaa tunakula pale, tunaishi pale nini, tunasaidiana. Yeye mwenyewe pia anatoa chakula cha kwake yule bwana mdogo, na mimi sisi tunatoa, na tukatoa, tumetumia fedha kidogo tu kwa ajili ya kupata ile matibabu. Nashukuru Mungu nikawa nimerudi katika hali ya kawaida, na nikarudi sasa mjini kuanza mapambano ya nyumba ya marehemu mzee wangu. Kwa kweli nilivyorudi, ninazungumza, sio mama yangu tu ambaye alipigwa na butwa, hata jamii ambayo ilikuwa imeona ule mkasa ilishangaa sana. Marafiki, majirani walikuja nyumbani kushangaa. Watu ambao wananijua waliniona nimezaliwa nikiwa mzima nazungumza. Baadaye nikapata changamoto ya kutokuzungumza kwa miaka 6 nikiwa bubu kabisa. Nimepotea miezi 6, nimerudi nyumbani nikiwa nazungumza. Ni jambo ambalo kwa kweli linashangaza. Kwa hiyo wiki ile ya kwanza kufika pale nyumbani ilikuwa ni wiki ya watu kuja kunishangaa. Wanakuja watu pale kunishangaa, nikitembea maskani watu wanasimulia na nini. Yaani hivyo, na wengi walikuwa wananiuliza nini ambacho nilifanya mpaka kurudi katika hali ya kawaida. Lakini sikupenda kuwa wazi sana juu ya kile ambacho nilikuwa nimekifanya. Nikasema siku moja ikifika wakati nitazungumza. Na nadhani huu ndio wakati ambapo watu wananifahamu, watakuwa wanaelewa kile ambacho kilitokea. Basi katika kipindi ambacho mimi niko kule Sumbawanga napata matibabu, kumbe mama yetu alikuwa anafanya process za kuuza nyumba ya Kariakoo, lakini hakujua kwamba kesi inapokuwa mahakamani hakuna biashara inaweza ikafanyika. Kwa hiyo kulikuwa na zuio la kimahakama. Basi nikaja nikakutana na yule mwanasheria bwana, maana tulikuwa tunawasiliana mara zote, hata baada ya ile kesi kusimama katika hali ile, miaka yote ile tulikuwa tunakutana tunawasiliana mara kadhaa, na yeye alikuwa ananishauri pia nipate matibabu ya asili na vitu kama hivyo. Na hata nikiwa kule Sumbawanga nilikuwa nawasiliana naye, mpaka na yeye alijua kwamba nimerudi kwa mzima nazungumza, alikuwa na taarifa zote. Kwa hiyo tulirudi tena mahakamani, tukaprocess upya masuala ya mirathi. Nashukuru Mungu mahakama
zetu kwa kweli katika mambo kama haya zinasimamia sana haki. Kwa kweli ikaonekana mali zote za yule mzee ni haki ya mzee na ni haki ya marehemu mama yetu. Hivyo warisi halali ni sisi watoto, ambao pia mtoto wa mzee ambaye alizana huyu mwanamke wake huyu mama ambaye amenifanyia huu ubaya alipata pia mgao wake, kwa sababu na yeye pia ni sehemu ya watoto wa marehemu mzee wetu. Kwa hiyo kwa kweli tukawa tumepata pale, mimi ndo msimamizi wa mirathi ile, kwa maana kwamba ndo kaka mkubwa. Kwa hiyo kama itatakia kuuzwa chochote, basi tukubaliane sisi watatu bila yule mama, mtoto wa yule mama, mimi na mdogo wangu wa kike. Basi nashukuru Mungu bwana, tukawa baada muda mfupi, kwa sababu hali haikuwa nzuri kiuchumi na vitu kama hivyo, tukakubaliana tuuze nyumba ya Kariakoo, tubaki na nyumba Magomeni. Kweli tukauza nyumba ya Kariakoo, tukagawana pale kwa mujibu wa taratibu ambazo tulikuwa tumesimamiwa na wanasheria, kwa sababu huyu mwanasheria kama mwanasheria wetu wa familia, na yeye anapata tena mgao wake. Basi jambo likaenda vizuri, tukawa tumeuza, tumepata fedha nzuri tu. Unajua nyumba za Kariakoo ndugu yangu, tupata fedha zetu nzuri, tunamshukuru Mungu, tukagawana. Mwenye kufanya jambo hili akafanya, mwenye kufanya kile akafanya. Yule mama naye maisha pale yakamshinda pale nyumbani Magomeni, na hasa ukizingatia kwamba mwanae alishapata ule mgao. Kwa hiyo akatumia ile fedha ya mwanae, akaenda naye akatafuta kaeneo huko, kajenga, wakaondoka kabisa pale. Akawa maana sisi tuliambiwa huyu mama pia ni sehemu ya familia, alizaa na mzee na yuko pale kwa niaba ya mtoto. Kwa hiyo tukaambiwa hatuna haja ya kumuondoa pale nyumbani, aendelee tukubaki. Na kweli sisi tulikuwa tunaiana na yeye. Kwa hiyo yeye pia aliamua tu kuondoka baada ya kuwa amepata kabanda kake. Kwa hiyo namshukuru Mungu, maisha yanaendelea hivyo, tuko hapa. Mdogo wangu ndo kama huyo ambao umemuona hapo nje. Maana ilibidi niwaambie mdogo wangu amenabidi arudi hapa nyumbani. Arudi hapa nyumbani, na mimi tena nilifanikiwa kupata mke na watoto, na mdogo wangu amerudi hapa nyumbani, anaishi na mwanaume wake hapa na watoto wao wawili unaowaona hapo nje. Kwa hiyo familia yetu iko hivyo, maisha yanaendelea, tunamshukuru Mungu. Lakini changamoto ambayo nilikutana nayo hasa ni hiyo, kwa miaka 6 nilikuwa bubu, sizungumzi kabisa, na baada ya kupata matibabu ya ndani kabisa, nashukuru Mungu nimerudi katika hali ya kawaida na nazungumza kama ambavyo nazungumza leo. Kwa hiyo binafsi niambie tu jamii kwamba mambo haya yapo, mambo haya ya Kiswahili yapo, yametajwa katika vitabu vya dini, watu wanafanya, ingawa Mungu hapendezi na watu kuwafanyia wenzao, lakini inabidi tujitahadhari sana na watu, na hasa tunapokuwa katika mapambano ya mambo kama ya kifamilia, hasa mali za urithi. Kwa hiyo tujihadhari sana na wabaya, tujikinge, tujilinde na tujikaribishe sana kwa Mungu, kuhakikisha kwamba Mungu atupe ulinzi wa kutuzuia dhidi ya wabaya wetu. Lakini mwisho wa yote ni kwamba mimi sina ubaya, hata simulizi pamoja kwamba nimeitoa, sina ubaya na mama yangu yule mama yangu wa kambo. Kwa kweli yeye aendelee na maisha yake, na yule mtoto wake ni ndugu yetu, tutaendelea kuungana naye kama ambavyo tunafanya. Tuko vizuri tu sasa hivi katika mahusiano, lakini maisha yanaendelea mpaka pale ambapo Mungu atasema ndio kikomo cha maisha yetu katika sisi wote kwa pamoja. Nikushukuru tena kaka Mkoi kwa nafasi hii, na washukuru watu wote kwa usikivu wa simulizi hii. Nasema Mungu. Tumefikia tamati ya simulizi ya ndugu yetu. Dakika zetu ni chache sana, lakini natamani walao kusikia hata simbili basi. Livingstone Mkoi, namba yake ni nyepesi sana, 0713575718, na hii ni miongoni mwa kigongo cha 2026 kama tulivyoahidi. Basi tunatimiza ahadi. Kwenye line kuna mtu. Hello Fido. Yes, habari yako? Nazungumza na nani? Napiga simu kwa wapi? Unaongea na Hamisi Mbambango, ukipenda muite Jeba, pande za Madale Kisauke. Hamisi Mbambango, Jeba, Kisarawe. Karibu sana. Kisauke. Karibu sana Hamisi. Madale hiyo. Madale. Yapi mchango wako wa mawazo kwenye hili? Kwanza mimi nampa pole sana wewe bwana. Pili namwambia kweli hivyo vitu vipo na vinaendelea katika ulimwengu. Kwa hiyo mimi nampa imani ya kusema kana kwamba aendelee na moyo wake wa kuwa imani. Kwa sababu yani asilimia kuu huyo bwana aliongoza sana imani. Kwa hiyo aende nayo imani yake.
Asante, leo amenisikia na nimemfikia kwa sababu anatusikiliza sasa hivi. Pamoja. Asante sana. Muda wetu ni mdogo, lakini si mbaya nikaokota simu nyingine. Natamani Jumatatu walau tuzungumze kidogo kuhusiana, kwa sababu ya mambo yanatokea sana kwenye jamii, katika maisha tunayoishi, ni mambo ambayo yanajitokeza kila siku. Kwenye line, hello. Hello. Yes, habari yako? Salama, sijui wewe. Nzuri kabisa. Nazungumza nani, napiga simu kwa wapi? Naitwa Zulfa kutoka Kiwango. Zulfa, nyumba za urithi bwana. Nyumba za urithi zina mengi sana. Kusema kweli nampa pole. Kwa miaka yote alokaa. Nampa pole sana. Imefika miaka 6, sio mchezo kukosa kauli. Wewe sio mchezo, mimi mwenyewe yani anapoongea mimi mwenyewe naogopa na mamangu akufikia. Usiogope. Hivyo hivyo mimi mwenyewe ninaurithi. Nawe unaurithi? Basi naogopa hata. Unasumbua au wewe mwenyewe umekuwa mkali ama unafuata mimi? Anasumbua, anakuambia mimi hata leo kesho nikiondoka na mimi ninaurithi wangu. Asante sana Zulfa. Pole. Haya, karibu Kiwango tuje kula mananasi. TikTok 2026. Tunakusikiliza. Unasikiliza EFM. Kaa tayari kusikiliza taarifa ya habari. Hali gani msikilizaji wa EFM, karibu kwenye taarifa ya habari na mimi ni Miriam Mlaponi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amewataka wakuu wa mikoa nchini kuwasimamia wakuu wa wilaya kutoa vibali kwa wakati pindi inapohitaji uwekezaji wa maendeleo, ikiwemo ujenzi wa minara ya simu ili kuondoa urasimu wa utoaji vibali. Rais Dr. Samia ameyasema hayo katika hafla ya uzinduzi wa minara 758 maunganisho ya mkongo wa mawasiliano katika wilaya 85 pamoja na makabidhiano ya mkongo wa mawasiliano serikalini. Tutaendelea na